jioni ya leo majina yetu kwenye kile kitabu cha hukumu, ukaandike kwa upya kwenye kitabu cha uzima wa milele. Imeandikwa, anauokoa uhai wetu na kaburi, anatuponya na magonjwa yote. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo Bwana ututenga na dhambi zetu, ndivyo Bwana ututenga na maovu yetu. Mwambie Yesu, nitenge jioni ya leo, nitenge na dhambi, nitenge na uovu, nitenge na maovu, nitenge na uzalimu, nitenge na uzalimu jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, ili niweze kufaa machoni pako, ili niweze kutumika machoni pako, ili niweze kutumika kwenye huduma hii. Nitenge uovu Bwana, nitenge na uovu Bwana, nitenge na uzalimu Bwana, nitenge na uzalimu Yesu. Imashamanda kapa, tumekukimbilia wewe jioni ya leo, tumekukimbilia wewe Yesu jioni ya leo. Tunainua macho yetu, tunatazama msalaba, tunatazama msalaba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya wanakondoo. Imasayamande keko yamanda na mashamba na mama, kama mashariki Bwana ilivyo mbali na magharibi, ukatutenge na uovu, ukatutenge na uzalimu, ukatutenge na dhambi za kila namna, ili tuweze kufaa jioni ya leo, ili tufae machoni pako, ili tufae kwenye ibada ya leo, ili tufae kwenye neno la leo katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwanakondoo. Ya mashamba ndekapa, ya mama mashamba ndekapa, Asante Yesu kwa ajili ya neema yako, asante Yesu kwa ajili tena ya kibali chako. Imandara mama shama ya mama, imanduna mama kapa, imasaya mama shama na mama, imanduna mama kapa. Asante Yesu, ya mama kapa, maana umetupa nafasi ya kutusikiliza, umetutakasa tena, umetuosha tena, umetuweka wako tena. Patame mwanakondoo, tunakushukuru mfalme wa amani, tunakushukuru Mungu mwenye nguvu katika jina la Yesu Kristo na patane mwanakondoo. Imasaya takapapa, ya mama shama na mama, ya mama shama na kapa. Jioni ya leo tunasimama sasa kama askari wa jeshi na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili na mateso ya pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Ni wakati wa kushindana sasa, ni wakati wa kushindana sasa, ni wakati wa kumkamata yule mwenye nguvu wa Kigamboni. Elia mama shata kapa, hebu simama kwa miguu yako. Elia mama shata, elia mama kapa, elia mama kapa. Anza kushindana, anza kushindana, anza kushindana. Elia kapa shata, elia mama sayata kapa, elia shamande kapa, elia mama shata kapa. Imeandikwa kulikuwa na vita kule mbinguni, Mikaeli pamoja na malaika wake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akainuka pamoja na malaika wake wakapigana, lakini hawakushinda, bali wakapigwa, wakatupwa nje. Jioni ya leo elana makapa ya baba shaka, tunaagiza vita vipiganwe kwenye ulimwengu wa roho. Tunakukabili wewe mwenye nguvu wa anga la Kigamboni, tunakukabili, 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 tunakukabili kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao. Imeandikwa elana makapa ya masayata, imeandikwa elana makata. Mtu mwenye nguvu aingapo nyumba yake vyombo vyake ni salama, lakini akainuka mwenye nguvu kuliko yeye atakapowaendea. Anza kuendea, anza kuendea, anza kuendea, anza kuendea hao wakuu wa giza, anza kuendea kwenye mamlaka za giza, anza kuendea. Hebu wafate, wafate aranda kapasata, wafalme wa giza, wafalme wa giza, wakuu wa giza, mamlaka za giza na majeshi ya pepo mabaya. Hebu waendee, 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 waendee. Leo tunawaendea kwa jina la Bwana wa majeshi, leo tunawaendea kwa jina la Bwana wa majeshi. Ibasata kapa, reka kapa sata, ibababa sata, ibababa sata, ibababa sata. Shababa kapa, nafanya vita, nafanya vita mara ya kwanza na mara ya pili. Shetani akanizuia, leo tunaondoa vizuizi, leo tunalikamata anga. Ni siku ya kwanza ya maombi yetu. Hebu kamata anga, hebu kamata anga. Tunaondoa vizuizi, tunaondoa vikwazo, tunaondoa
ikaanguka. Hebu amuru wale makuhani wa Shetani, wale makuhani wa giza waliona jambo hili, wameiona semina hii, wakakusanyana, wakapanga uovu, wakakusanyana, wakapanga mabaya. Amuru waanguke, amuru waanguke, amuru waanguke, amuru waanguke. Imashama na mama, mandeka pa, yadada baba, sayata. Hebu sema anguka, sema anguka, sema anguka. Na
majeshi. Saluti majeshi. Majeshi. Nimefurahi sana leo kuwa pamoja na mkuu wa baba yangu. Majeshi. Baba yetu Bishop Dr. Josephat Gwajima anakusalimia. Anasema leo tuko pamoja hapa. Ndio baba yuko hapa. Baba yuko hapa. Wanaume changamka. Baba yuko hapa. Haleluya. Majeshi. Haleluya. Leo tuna askofu yuko hapa. Haleluya. Dr. Peter Bujale. Majeshi. Haleluya. Watatu hapa ni baba wa nyumba hii. Haleluya. Huyu ndo anafanya huduma inasonga mbele. Baba aliponituma akamwambia nataka kumtuma mkeo akafanya kazi. Baba akasema niko tayari mtume. Akasema wewe, akamwambia wewe, amsema mtume, akasema mtume. Baba akamwambia wewe, akasema baba tutume. Haleluya. Majeshi. Niko hapa na CNP Mariam. Haleluya. Nipo hapa na msaidizi wa Askofu Beatrice. Pastor Patrick. Haleluya. Majeshi. Haleluya. Askofu leo kidogo ana uzuru, kamtuma yeye akasema nenda, nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Watoto wa baba wote chuma, hata awe potesho chuma. Haleluya. Majeshi. Mimi naitwa CNP Elizabeth. Ukikosea mtu wa mbinguni au sisi wa mbinguni, jina lingine aliopindua ulimwengu tuachia ile. Haleluya. Nina chakula cha kutoka mbinguni, takupa leo. Kutoka hapa utakuwa vizuri tu. Haleluya. Namwamini Mungu aliyetuma yuko pamoja na mimi. Anatenda kazi kwangu 100%. Na mimi ndio mikono ya Jehova. Haleluya. Mungu hawezi kufanya kazi Kigamboni bila mimi kukaa sawa. Mimi nikikaa sawa, Mungu anafanya kazi pamoja na mimi. Haleluya. Mimi bila Mungu siwezi, na Mungu bila mimi hawezi. Maana yeye ni Roho. Haleluya. Mungu akasema nitamtuma huyu pale Kigamboni. Niliota ndoto nafanya huduma pembeni ya bahari. Nafanya huduma pale.
Haleluya. Pale baharini kulikuwa kuna mzungu yuko pale, wamejenga nyumba baharini. Yule mzungu akakimbizwa, nikaingia mimi kwenye ile nyumba. Piga makofi kwa Baba. Mungu aliniambia ni bahari nimekumilikisha. Tawala vyote. Haleluya. Haleluya. Nimeshangaa ni mzungu alikuwa na mbwa akamweka yuko kando ya baharini, au akafukuza wote, akasema hii nyumba nakaa huyu. Majeshi. Bwana aliwaita. Bwana aliwaita. Bwana aliwaita. Bwana aliwaita. Hujafika bado? Tenzi namba 67. Haleluya. Tenda kwa pamoja. 1, 2, 3. Bwana uliye waita takatifu wako wawe mitume wachunga walishe kundi lako.
wahubiri, ni wahubiri wako sana Majeshi ya Bwana, keti chini. Haleluya. Mwambie mwenzio una kiandikio. Usipoandika unafeli mtihani wa kwenda mbinguni. Unatakiwa kuandika, unatakiwa kusoma. Haleluya. Majeshi. Somo langu la leo, vaeni silaha. Vaeni silaha muweze kushinda. Vaeni silaha muweze kushinda. Vaeni silaha muweze kushinda. Vaeni silaha muweze kushinda. Soma Waefeso sura 6 mstari wa 11 hadi 12. Imeandikwa, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Majeshi. Silaha hizi tunazovaa, silaha hiyo ni neno la Mungu. Silaha hiyo ni neno la Mungu. Huwezi ukampiga shetani bila kuwa na silaha. Huwezi ukampiga adui bila kuwa na silaha. Akasema vaa silaha zote za Mungu upate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kumbe silaha tunazovaa tumpige shetani, tumpige adui anayekuja kwenye ulimwengu wa roho. Adui yale kwenye ulimwengu wa mwili ukamuona. Haleluya. Tunashindana kwenye ulimwengu wa roho. Tunapambana kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa mwili unashinda. Haleluya. Majeshi. Sasa hivi
hii tunataka kuchukua Kigamboni wote kwa Yesu. Kata zote 9 wote waje kwa Yesu. Hatuangalii wewe dini gani. Tunaangalia je, uko wapi? Umempokea Yesu? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunataka kukusanya Kigamboni yote kwa Yesu. Kwa hiyo hatuwezi kukusanya Kigamboni kama hatujaweza kuvaa silaha za Mungu au kushindana kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Kila kata unayekwenda au kata hapa Kigamboni kuna mwenye nguvu wa eneo la Kigamboni mtaa City. Bila kumshinda huwezi kuendelea. Haleluya. Majeshi majeshi. Majeshi majeshi. Yeye kazi yake kuchinja na kuua na kuharibu. Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo tunapopambana tunasema tunataka Kigamboni wote kwa Yesu. Tegemea kwamba ufalme wa giza unaobeba watu unaoiba na kuchinja na kuharibu. Unajua hao watu sasa hivi wako wanataka kwenda kuwachukua watu mashimoni. Haleluya. Kwa hiyo wanapofanya wanashindana. Unashangaa kwenye semina kama hii ya kukamata watu kuwaleta kwa Yesu. Wewe unashangaa unafika tu unashangaa tu tunakuuma. Miguu inakuuma nasema jamani leo sitaweza kuja. Nitakuja siku nyingine. Nini wanakupunguzia nguvu? Haleluya. Lakini ukiona hali yoyote imekutokea, hii semina tunaanza leo mpaka siku ya Ijumaa, wewe uje hivyo chechemea mpaka uje hapa. Ukivuka tu mlango unakuta kile kitu kinakimbia kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuko hapa kushindana. Huwezi kumiliki bila kushindana. Huwezi kupata kazi bila kushindana. Kila ofisi unaiona ina mtu. Kila sehemu unaiona ina mtu. Lakini kila unaposhindana lazima unashinda. Lazima unamiliki. Haleluya. Majeshi majeshi. Majeshi majeshi. Yako wapi majeshi? Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Leo nataka tuwapangue kwa jina la Yesu. Haleluya. Nirudi tena niende afsiri kwa sababu ya mshirika aende kanisani. Haleluya. Ninafunga natakiwa huyu aende kanisani. Amen. Kwa hiyo anatokea mtu mwingine unakuwa wana nauli kama 4. 4 na walipia nauli tunaondoka. Kwa hiyo kipindi kile nauli ilikuwa shilingi 300 kwenda Ubungo. 300. Kwa kule dada yule kule wa nyuma mchungaji yuko nyuma huko sina utungaji. Mchungaji yuko nyuma ndo analipa yeye. Haleluya. Majeshi majeshi. Yaani nikimpata mtu akisema ana nauli, mimi nampa nauli hata hela natoa, hata nitakwenda kununua maji natoa kwa sababu huyu mtu ampokee Yesu. Haleluya. Majeshi majeshi. Majeshi majeshi. Kwa hiyo nilikuwa navuna watu mpaka baba akasema nakutoa kutoka potesho na kuvusha kwenda Shepherd. Navuka namba 1 navuka. Haleluya. Majeshi majeshi. Sasa siku hiyo aliniambia ninavuka naenda kuwa Shepherd. Mtoto mdogo wangu akamleta mtoto wake pale akasema bwana dada mtoto huyo hapa mimi si unaenda wapi? Mimi naenda kanisani. Sasa huyo mtoto akasema hakuna mimi namwacha nakuja kumchukua. Siku hiyo bwana huyo mtoto kaenda kucheza kwa jirani kaangukia msufuria la maharage. Kabia. Alivaa sweta, kumvua lile na vua na nyama. Nikamwambia wewe shetani ni muongo. Najua tu msikia naenda kupandishwa, wewe umekuja kunivunja moyo. Na mimi sivunji moyo, nasonga mbele. Haleluya. Mtoto yule nimempeleka Mwananyamala, kufika pale nakupa ushuhuda kuvuna watu. Usikae hapa kinani. Haleluya. Mungu anapenda watu. Ukiona mtu anaharibu watu anamnyonga kwanza yeye. Haleluya. Unaona nikampeleka hospitali mama yake ana habari kama mtoto wake kaungua kwa jirani huko. Mimi nikampeleka hospitali kufika pale. Nimechukua kitabu cha kushindana na Biblia naingia kwa daktari. Daktari akanishangaa akasema umewezaje mtoto amekuwa alichukua Biblia? Nikamwambia huwezi kumtibia mtoto bila Biblia. Yaani Biblia hii mwanzo mwisho ni uponyaji wa huyu mtoto. Mimi nimekuja kwa sababu wewe unatibu mwili. Daktari aliniangalia sana akasema wewe ni mtu hatari. Haleluya. Haleluya.
Majeshi. Sasa nimekaa pale, kasema nenda udini mapema. Kaenda udini pale. Kufika pale, nesi ananiambia, nesi dada mmoja kaungua, mtoto wake naye ameungua moto. Amesemaje, hapa kila kitu unanunua? Nikamwambia mimi sinunui, watanunua wenye, nikazangu omba. Haleluya. Majeshi. Haleluya. Nikasema kwanza huyu mtoto hajaungua, mimi nimekuja hapa kufanya huduma. Mungu amesema uwezi kupanda kwanza uende hospitali. Kuna watu wangu wamebebwa, kuna watu wangu wamechukuliwa, kuna watu wangu wameibiwa. Uweze kupanda gari mpaka uende kapasue kule. Haleluya. Mimi nikatoka pale, basi nimekaa pale. Sasa yule mtoto akaja siku ya pili yake, akamwambia mtoto huyo mleta, wakamshughulikia wenyewe. Mtoto kumwangalia, kumchuna ngozi. Nikasema kule shetani mwizi. Haleluya. Anamchuna ile ngozi iliyotutumuka. Mtoto anaonekana na ngozi nyeusi tena ndani. Akasema, wewe mama, umemwacha mtoto siku zote hizi mpaka ngozi ya ndani imebadilika. Nikamwambia tukio hili jana, mimi najua umeruhusu kwa Mungu. Baba wa uongo. Mimi jana huyu mtoto kaua, nimefika jana kaua. Unaona? Kumbe pale kaeka ile alama, unaona katumia huko la kuungua moto, inaonekana kaungua. Na mimi nilikuwa sikili uzima na kile sema mtoto hajaungua. Watu wanaona kama chizi pale, sema huyu vipi? Yaani mtu kaungua anasema hajaungua, anasema mtoto hajaungua huyu. Wewe naambia hajaungua. Haleluya. Amen. Nikalala pale usiku wake mamake nikamwambia mtoto wako alienda kwa jirani kule, yuko hivyo lakini yuko mzima. Haleluya. Kufika pale usiku, wachao umekuja mwananyamala pale kama kawaida. Nikamwambia yule dada mmoja aliungua, nikamwambia chumba hicho ni mpaka hivi. Ndio. Unaona? Sasa mimi nimeshasema nimesahau. Nikamwambia hii hapa hii mpaka haingii. Kama anakuja kuanga hapa wawangi. Haleluya. Majeshi. Kusema hapa kuna mapaka hapa. Utayaona. Nikamwambia mimi hawanioni. Haleluya. Basi bwana, sasa mimi yule dada wa Kiislamu yeye kashika ile neno. Akasema huyu anasema hivi paka wengi wakati mipaka inatembea masaa yote. Paka bwana akifika pale akichukulia mbio. Paka watatu kanaambia sikiliza. Ulioambia ni kweli. Mimi nikaa hapa naangalia paka wanakiwa wakitaka kuchukuliwa na kimbia. Walichukua na kimbia, nikamwambia bado. Majeshi. Ilipofika usiku bwana. Usiku. Sasa kuna nimemwona mchawi kamlalia mgonjwa, anakuambia mchawi kamlalia mgonjwa. Nikasema leo umeonekana. Haleluya. Nikamwambia wewe ukauke hapo kwenye kitanda, utatoka kwa jina la Yesu. Nani Yesu anakuja sema, mmekuaje mmelala? Nikamwambia huyu ni mchawi. Alikuwa anawanga hapa. Haleluya. Nikasema kuanzia sasa na wafunua macho kila mtu. Waonekane wachawi wote, walionekana wachawi wengi. Wamefika pale hospitali. Nilianza kumwambia pale kunaenda kwa lugha vibaya sana. Wakasema, yaani huyu mtu ni hatari sana. Sasa wakasema iko kitabu usitumie. Nikamwambia hivi kitabu ndio silaha yangu. Haleluya. Ile ya kwangu ikazimwa umeme. Kote kuna watu. Kazimwa umeme, sema watu tumzimie umeme. Wakanizimia umeme. Nikaanza kuongea maneno sasa ya kichwani. Nikaanza kuandika, nimeandika. Haleluya. Majeshi. Ndio maana nakwambia uwe dali. Mvaa silaha za Mungu. Uwe siku moja hili neno linatakiwa liame kwenye Biblia, likae ndani ya moyo wako. Akasema na maneno haya yakae kwa wingi ndani yenu, msije mkanitenda dhambi. Haleluya. Majeshi. Sasa neno shetani anajua kwa sababu anasoma neno. Kwa hiyo sasa pale anauzima umeme. Nikasema sasa kuna mtoto mmoja pale walimwekea alikuwa sio walimwekea nani? Basi bwana, nikasema nikaenda pale nikabandika mkono, nikawa nanena kwa lugha, mtoto lile kopo limetoka, mtoto anapumua kama kawaida. Nikasema hapa afi mtu hapa. Nikasema udini mmoja sema afi mtu hapa. Wakasema amekuja Mgalatia, anakuja sana kule udini. Yuko Mgalatia. Nikamwambia mtanjua kama Mgalatia au mtu wa mbinguni. Mimi nimekuja kuitenda kazi ya Baba yangu wa mbinguni. Sikuja kufanya uzembe mahali hapa. Sikuja kuona wagonjwa, nimekuja kuwaponya wagonjwa. Nimekuja kuwafufua wagonjwa. Nimekuja
huku. Sasa wale wachawi wakaonekana kila chumba, watu wamewalalia. Wamewalalia hivi kama na huku jamani kuna mtu analiwa. Na huku kuna watu wanaliwa. Wao ni sima ikawa kelele. Haleluya. Majeshi. Na kufundisha kitu. Kuna sehemu nyingine unaweza kupata ugonjwa au kupata tatizo, ukaona ile tatizo limekupata. Kumbe Mungu anataka uende kule hospitali ukafanye kazi. Haleluya. Siku moja kuna hospitali ya Muhimbili alikuwa mpelelezi mgonjwa kalala, lakini yule ndani anapeleleza. Nasema nesi, leo wagonjwa hapa hawajatibiwa. Unaona? Kazi yake upelelezi unaendelea kama kawaida. Yeye anaumwa lakini anapeleleza watu wametibiwa hawajatibiwa. Na mimi kazi yangu ya kuokoa watu hata iweje, ninapenya mimi. Ninapenya kufufua. Ninapenya kuwatoa watu mashimoni. Sione injili. Haleluya! Majeshi. Haleluya. Sidhani kama wewe ukitoka hapa ukienda kwenye kata yako ya Tungi alafu utarudi hauna mtu. Nitakushangaa sana. Haleluya. Nataka hapa tunafanya mavuno kwanza hapa. Kabla mkutano huu hapa tunauandaa, tuanze mavuno sisi wenyewe kwanza. Tumeshajikunjua wenyewe. Haya maombi ya kujikunjua wenyewe. Na leo tunakukunjua, tunatembea kata kwa kata kwenye ulimwengu wa roho. Maana tunaanza ulimwengu wa roho, alafu tunatembea kwenye ulimwengu wa mwili. Sema tunaanza ulimwengu wa roho, kutembea kata zote 9. Tunatembea leo kwenye ulimwengu wa roho, alafu tunatembea kwenye ulimwengu wa mwili. Shetani akataka kukuzuru, akuanze kuzuru ulimwengu wa mwili. Hapana. Anaanza ulimwengu wa roho. Ukiona tatizo lolote linalotokea kwako wewe, alikuanza ulimwengu wa mwili. Limeanza ulimwengu wa roho. Kama unaona mguu unauma, ulianza ulimwengu wa roho, akanyofoa hatua zako za kuomba, hatua zako za kukesha, hatua zako za kuimba, hatua zako za kuabudu. Sasa hivi unasema mimi sijisikii kuimba. Mimi sijisikii kuja kanisani, wamebeba. Haleluya. Kwa hiyo wewe kila kitu unatakiwa na wewe uzame kwenye ulimwengu wa roho. Unakuta vijana sasa hivi wamekuwa wazito sana. Unakuta kanisani kama baba yetu alivyosema kwenda kule nje Marekani, anakuambia kanisani wanakaa wazee, vijana wote wako kwenye mambo ya maokoto. Wanakaa wazee kanisani. Hata mtu kufunga speaker hakuna. Haleluya. Wako huko. Lakini siku moja moto ukawapata, vijana waliingia kanisani kwa jina la Yesu. Haleluya. Kijana kama kijana, Mungu anakuhitaji sana uifanye kazi yake. Mungu anasema nawataka vijana wenye nguvu waifanye kazi yangu. Unakuta kijana anakuwa mlegevu hata kuomba. Yaani hapa ukiomba usimwangalie mtu mwingine. Kila mtu anapambana kwenye nini? Kwenye kata yake, kwenye mtaa wake, kwenye kijiji chake, kwenye wilaya yake. Wewe umeokoka sasa hivi, lakini baba wa ukoo alishakulaga nyama za watu, anadaiwa nyama. Mwenye kulipa deni wewe hapo. Kila siku unapata unashangaa kasi gari inakosa, pikipiki inakosa, nini? Unaitwa kule. Haleluya. Ukaliwe. Lakini sasa unatakiwa usimame vizuri. Sio unasimama mguu mmoja kwa nani? Kwa mganga, mwingine uko hapa, mwingine huku, mwingine hapana, simama sawa sawa. Ukitaka kuingia kwa Yesu, ingia mzima mzima. Mwambie mzee ingia mzima mzima. Ingia mzima mzima. Haleluya. Kwa nini sasa hivi vijana hawana pumzi ya kuomba? Pumzi zote zinaisha kwa wasichana. Unaona Yaani kabisa utasikia kitakaje hivi. Utakaje kwa nani nakwambia? Mtu amekufa eti kwa sababu ya kuza kufanya uzinzi. Nani? Dokta gani kasema? Haleluya. Kijana wote ukimwona yuko vizuri, unaona ukiona naombea kule nyuma ujue kuna jambo limetokea. Lakini kijana aliyokuwa yuko vizuri lazima apokee neno linatoka kwa mchungaji, anapokea pale. Anapokea neno la nabii, anapokea. Baada ya muda utakuta anaenda kwenye mstari kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe umekuja ujui kuomba. Unakaa kule nyuma kule utakuta kwa jina la Yesu, anaangalia anasema kwa jina la Yesu nakuponda. Ibada hapa inaenda mapema, inaenda muda mrefu, nakuponda, nakufeka. Mwanzo na kuangalia kuna kitu
kuna uzima. Haleluya. Lakini unatokea unatakiwa uwe udari. Ushindane. Ndio maana baba yetu unamkuta katoa kile kitabu cha kushindana. Haleluya. Ushindane. Kushindana kwako wewe ni usiku. Unamkuta sasa hivi kijana kushindana kitabu, amesimama hawezi. Ataanza hivi. Unauliza miguu ya mende. Miguu ya nani? Haleluya. Mimi hapa siruhusu kuchoka. Haleluya. Majeshi. Haleluya. Baba yetu anasemaje? Unaweza kumwambia Mungu, narudisha madaraja 10 kwenye umri wangu. Madaraja 10, unataka madaraja 10 umerudi. Unaona? Wewe tu mboni tunakuona, unaona? Mimi nilitoka nayo kwenye nini anasema jimweza tu. Kila siku tunakuona unazidi kwa kijana. Nawaambia mimi namtumikia Yesu. Nimevunja mapenzi ya kuangalia mambo ya dunia, nimepata mapenzi ya Jehova. Haleluya. Kila wakati ninaomba. Haleluya. Majeshi. Unakuta mtu anakuja kanisani, baada ya kaya aanze kuomba, wanaanza kupiga story. Kupiga story kanisani. Kanisani sehemu ya kupiga story. Adui anakuangalia unaenda kufanya nini huko. Haleluya. Unatakiwa wewe unakuja hapa, unakuja kuvaa silaha ili uende ukashinde kule kazini. Iende ukapenye kwenye kazi, ukapenye kwenye biashara, ukapenye sehemu ya biashara yako. Haleluya. Majeshi. Lakini mtu unamkuta hana habari kabisa. Yuko hapo anachezea simu. Kanisani sasa hivi anachezea simu. Wote tulikuwa tunazificha simu kabisa. Yaani unamkuta bwana nimekupigia anasema ulinipigia nilikuwa kwenye maombi. Haleluya. Majeshi. Yako wapi majeshi? Tupo kwenye nani, mtu akiwa kwenye dini yupo kanisani anakuja kupiga story. Lakini ukija kwa Yesu unakuja kuvaa silaha. Ili uweze kushindana. Haleluya. Ili uweze kuwa udari mbele za Bwana. Haleluya. Lakini mtu unamkuta anakuja hapa, muda wake aliotoka nyumbani, auoni kwa una samani kuja hapa aondoke na kitu. Anakuja anasema mimi naenda tu pale Bwana. Naenda Bwana, lakini yaani kuna shughuli yangu nimeiacha. Wewe Mungu anakusikia. Anasema nitakupa sawa na ulivyosema. Haleluya. Lakini unatakiwa unasema mimi nikienda leo nataka nibadilike. Na kwa nini wenzangu wanaomba mimi siombi? Kwa nini wenzangu wanaomba kwa nguvu? Kwa nini? Haleluya. Majeshi. Mimi kipindi nimeokoka tu, nikaona pepo amedondoka, nikawa najiuliza, kwa nini mhubiri mchungaji kamuombea adondoka? Kuna nini kwenye mkono? Umetoka tu kuokoka. Sema Mungu nataka nione hiki kitu kinatokea wapi. Mungu hajanionyeshia kanisani, kanionyeshia nyumbani kwangu. Haleluya. Ili nisione mchungaji pengine kuna kitu kafanya. Haleluya. Nasema nitamfundisha. Mungu ukitaka kumuuliza anakujibu. Haleluya. Siku moja kuna dada akaja pale, na shida bwana, mtoto wangu huyo anataka kulala hapa bwana, sehemu yangu. Nikamwambia lala Uislamu, lakini sisi tunaomba usiku. Hakuna shida. Yule dada bwana akalala. Kufika saa ngapi tukaanza kuomba Bwana. Alikuwa na pepo la nyoka. Alikuwa anatembea kama nyoka. Wewe usifanye na kufika na mluka hivi. Na kufika na kupona na kungoa na kupasua kwa jina la Yesu na kuteketeza na kuangamiza na kunyofoa ndani yake. Mtoke huyu kwa jina la Yesu. Hapo unaomba tu kwa mama ujui. Haleluya. Majeshi. Akatulia pale akawa anaangalia. No. Nikamwambia unaangalia nini? Namuuliza unaangalia nini? Nasema bibi wa hiyo nyumba ya jirani yapo. Nikasema natupa moto. Kauka kwa jina la Yesu. Haleluya. Moto wangu ndio utupa kwenda bure. Kweli yule bibi akakauka. Kesho hayupo. Haleluya. Majeshi. Yako wapi majeshi? Haleluya. Nikaenda kumwambia baba, nikasema leo nimemwombea mtu amefunguka leo mchungaji. Nilikuwa nauliza kwa nini unafungua watu? Unatumia nini? Lakini Mungu kanifundisha
amenifundisha nyumbani. Mungu amenifundisha nyumbani. Haleluya. Majeshi. Nikauliza siku hiyo, nikaenda tena. Watu, sikiliza, tulia hapo. Hapa leo unakula cha mwili na cha roho. Haleluya. Hapo usiseme sisi tutafungulia saa ngapi, vitu vyote vimeandaliwa. Haleluya. Tulia kabisa. Mimi niko vizuri. Amen. Na wajua tutafungulia saa ngapi? Tumecheza saa 12. Wewe anza kula kwanza rohoni, halafu mwilini. Haleluya. Majeshi. Siku hiyo kuna mtu alileta pale bibi harusi. Alienda kufanyia sembe kuifakara. Basi akaja pale kufunga ndoa siku ya Jumamosi, anafunga ndoa Katoliki. Siku Alhamisi kichwa kikaguma, kichwa akafa bibi harusi. Sasa mama yake mdogo anafanya kazi Muhimbili, akampima akasema huyu ameshakufa. Jamani, tumpeleke pale ufufuo na uzima. Huyu tukimchukua tukumpeleka hospitalini mochwani. Tumpeleke pale ufufuo na uzima. Wakamleta ufufuo na uzima pale. Mimi nikasema naenda pale wabaridi, nikasema leo tuangalie hapa. Wanasema kuna kufufua hapa. Watu wanasema tunaona matatizo. Mimi nikiangalia nasema ndio njia nilopitia mimi. Haleluya. Pale tuliomba pale kuanzia ile saa ngapi, saa 5. Bwana harusi anataka kuruka ukuta adondoke huko. Kila kitu kalipia, bado siku moja tu afunge ndoa, bibi harusi kafariki. Basi pale tuliomba ile kuanzia saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 11 bibi harusi anainuka. Piga makofi kwa mfalme Yesu. Nikamwambia Mungu wa mbinguni, na mimi nataka kazi kwa jina la Yesu. Haleluya. Mungu akasema nitakupa. Imeandikwa ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mtafunguliwa. Mungu akasema nitakupa. Haleluya. Majeshi. Siku moja mtu Mwananyamala akafika pale, nikamfufua mtaani pale kwa nani pale Mwananyamala kwa tumbo. Nikaenda nikamrudisha, nikamkuta watu wamejiandaa kuimba kwaya. Nikafika pale nikamrudisha. Nilipomrudisha pale nikasema ulikuwa wapi? Akasema nilikuwa kwa shemeji natengeneza makopo ya rangi. Nikasema nimeshakurudisha. Akaja shangazi yake akasema mimi ni mtu mzima, najua mtu aliofariki. Sasa wewe mchungaji, natakiwa tukamwongezee damu. Nikamwambia sikiliza, wewe unataka kumchukua, wewe ndio unamchukua huyu. Hapana. Nikamwambia sasa unamwongezea damu. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa shemeji natengeneza makopo ya rangi. Sasa wewe unamwambia ukamwongezea damu. Damu ya nani? Pale nataka aende kule mwingie nesi, akimwingia nesi anamuua tena ili haribu muujiza wa Yesu. Ukimwona mtu umeshamfufua usimwa, akitokea mtu mwingine tumpeleke hospitali, kataa. Haleluya. Majeshi. Nini? Mimi natumia ujana wangu kutenda kazi ya Bwana. Natumia ujana wangu, natumia mwili wangu, natumia sauti yangu yafanya mapenzi ya Bwana. Ukilegea pumzi ya kumrudisha mtu masaa 6. Haleluya. Mimi naambia hapo akifa tu hakuna kulia kwanza. Unaona? Mchanganyiko wa kulia kusamea Bwana wameshakubali kwa ndugu yao wamekufa. Kwa hiyo sisi tunamchukua. Kumbe wameweka sehemu anatulia kwanza. Anatulia. Lakini kinachotakiwa sisi hapa tunakaa kwanza, tunakaza. Unaona? Tunakaza. Mimi mtihani wa kwanza nilipata, sasa nimeokoka tu, mimi kurudisha akaja akafariki mama yangu. Uone leo yeye kulia, nikamwambia aliye nani? Mimi nikafika pale nikamwambia ndugu zangu, nyinyi mnalia nini? Huyu ni mama yangu amempokea Yesu, amempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Njia yake kaitengeneza. Nyinyi mnaelia mnatengeneza njia yenu. Yesu akasema msinililie mimi, jilieni nyinyi na watoto wenu. Sasa leo unamilia wewe Emelida. Emelida yeye ametengeneza njia zake. Amejitengenezea njia zake. Ameimba kwaya aliyekuwa anajiimbia. Amekesha alikuwa anakesha kwa ajili ya kuitengeneza njia. Wewe ni nani? Watu wanauliza. Aliyofanya mambo yule anahubiri. Haleluya. Majeshi. Nimemtangazia shetani kuwa popote pale mimi niko tayari. Nilishaliaga Katoliki imetosha. Sasa hivi mimi silii tena. Nimekaza macho. Haleluya. Nampata adui yangu. Haleluya. Alionikandamiza. Mimi kipindi nasoma niko darasa la 4 kule Morogoro.
Shetani aliona hii hali hapa, akasema huyu mbele, huyu ataokoka huyu. Nimefika pale, kuna mabwao kule, wanasema tunaenda kubiba Morogoro kule. Bwana, tumeingia mtoni, mtoto mmoja huyo akaja, mwanafunzi akaja akanijimiza kwenye maji, ananijimiza. Nilipofukuka pale nikatoka, nikakimbia, nikasema unataka kuniua. Nimetoka hapo nakimbia kabisa. Nikajua yule mwanafunzi alikuja kuiona hii, akasema huyu baadaye anaenda kuwa mtu tofauti. Haleluya! Majeshi, majeshi. Wewe umekaa hapo unajiona mtu wa kawaida, unajiona huyo mtu wa kawaida, unaona kwa hiyo mimi ndugu zangu wamenifukuza, sasa hivi mimi nitaishi vipi? Sina kazi. Fanya kazi ya Bwana, fanya kazi ya Bwana. Haleluya! Mimi askofu kijana ananiambia sina kazi, na mhurumia sana. Una kazi? Una kazi wewe? Una kazi? Njoo fanya kazi ya Bwana. Sio wote wanapata kazi ya ofisini. Haleluya. Wengine kazi yao kubwa vibwembe. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Sasa unakuta mtu kabisa anakuambia mchungaji, sina kazi kwa kweli. Sitaishi vipi maisha haya? Nikamwambia una watu wangapi uliwaleta kwa Yesu? Kwa kweli sina hata mmoja. Unaona sasa? Nikamwambia umefanya uzembe kwenye kazi ya Mungu. Unataka upate kazi yako wewe. Sasa hapa hujapata kazi, ufanye kazi ya Mungu. Je, ukiwa una kazi utaonekana kanisani wewe? Utaonekana kanisani? Haleluya. Majeshi, majeshi. Sema nakataa. Sema nakataa roho ya uvivu kwa jina la Yesu. Sema nakataa roho ya uvivu, na ikataa, na ivunja, na sabaratisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila ananikunja kichawi ili nisifanye mapenzi
na mimina moto kwa majoka wote, kwa majini wote, kwa marohani wote. Teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Yesu Kristo mwanadamu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Wewe uliokaa kichwani, uliokaa tumboni, na mimina moto, na mimina moto